Bismillahir Rahmanir Rahim. Ahibai almushahidina walmushahidati, ahlan bihadharatikum jami'an. Halqa ya leo tutazungumzia vilma vitatu ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amevitaja ndani ya kitabu chake. Na vilma kama hivi wengi wetu wamefahamu kwa njia ambayo kwamba sio sahihi. Na nikisema wengi wetu, ina maana kwamba al-awwalin ndio walofahamu, ule ufahamu wao ndio sisi tukauchukua tukaja nao na kunukuu bila ya kutumia akili zetu, bila ya kufikiria. Na hayo ndio matatizo makubwa ya ummatul Qur'an. Ummatul Qur'an, matatizo makubwa ni kuwatukuza walopita, kwamba wao ndio walioko karibu na mtume, kwa hivyo wao ndio wanaifahamu Qur'ani, na hayo sio sahihi. Wao ndio wanaojua lugha ya Kiarabu vizuri, na hilo sio sahihi. Wao ndio wana akili na kufahamu dini kushinda sisi, na hilo pia sio sahihi. Lakini hivi vitu vyote sisi ndio tumevitia akilini na tumekulia navyo, kwamba wao al-awwalin, maswahaba na tabi'in na tabi'in, wao ndio wanajua dini vizuri, sisi hatujui lolote. Yani wao wana akili, sisi hatuna akili yoyote. Hizo ndio fikra zetu, na ndio tukawa tunanukuu bila kufikiria, mtu hata kutumia akili yake kidogo, akasema hapa ndiyo kweli wamesema al-awwalin, lakini la, sikubaliani na la, abadan. Na ni makosa katika ummatul Qur'an, ni makosa kuwakosoa al-awwalin. Hawakosolewi, yani astaghfirullah, wamekuwa kama Mungu, yani hawakosi wao. Lakini sisi twarudi tena ndani ya kitabu cha Qur'an, ndiyo wao wamejitahidi kulingana na ufahamu waliokuwa nao, lakini sio kwamba walivyofahamu wao ndivyo tufahamu sisi. La, sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa akili, na kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia kwamba kila mmoja wetu awe ni mwenye kutadabbar maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu hakusema al-awwalin peke yao ndio wenye kutadabbar maneno ya Mwenyezi Mungu. La, ni sote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathiran afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Yote haya Mwenyezi Mungu anataka sote, kila mmoja wetu, hakuna ahlu takhsis, la, kila mmoja wetu ana haki ya kutadabbar maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kesho yaumul qiyama utasimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukiwa peke yako. Huna Imamu Zaid wala Imamu Amr, la, wewe peke yako. Wa kulluhum atihim yawmal qiyamati fardan, kila mmoja atakuja hali ya kuwa ni mpweke, hakuna yoyote wa kukusaidia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo usimtegemee yoyote akusaidie, la, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wasahibhuma fi dunya ma'rufan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kuhusu mzazi wako anapokuambia jambo lolote kuhusu dini. Mwenyezi Mungu hapa anazungumzia kuhusu dini. Anapokuambia jambo lolote kuhusu dini, na jambo kama lile huna dalili kutoka ndani ya Qur'an, yani mzazi wako hana dalili kutoka ndani ya Qur'an, Mwenyezi Mungu anakuambia fala tuti'huma, usiwatwi ikiwa wamekwambia jambo lolote kuhusu dini na kisha hawana uthibitisho kutoka ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu anakuambia usiwatii. Hao ni wazazi wako ambao wanakupendea mazuri. Je, Shekhe Imamu Zaid, Imamu Amr ambaye kwamba hata hakujui na wala humjui, na pengine hata ni khurafa, alikuwa hayuko kamwe mtu kama huyo, ni khurafa tu. Vipi wewe mwenye kuamini anayoyasema bila kuhakikisha ndani ya Qur'an? Kwa hivyo jambo lolote, ndugu Muislamu, tunafaa tuhakikishe ndani ya Qur'an, na jambo lolote, ndugu Muislamu, la dini unafaa urudie, sio kwamba umesikia kutoka kwa mwanachuoni fulani basi na wewe ukawa mwenye kufuata
bila kuhakikisha maneno kama yale, ama bila kutumia akili yako, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa hii akili ili tutofautishe adh-dhulumat wan-nur, vitu viwili, mwangaza na kiza, tupate kutofautisha. Ni akili ndio yenye kufanya kazi hiyo, na kila mmoja wetu amempa akili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni lazima tutumie akili kama hiyo. Leo vilma viwili tunavyovizungumzia ni vilma ambavyo kwamba vimetajwa kwa wingi ndani ya Qur'ani, nayo ni kilma cha qulub na kilma cha sudur na kilma cha fuad. Hivi ni vilma vitatu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amevitaja ndani ya Qur'ani. Qulub, sudur, fuad amevitaja, lakini maal asafu shadid, fungua tafsiri zote utakuta kwamba qulub imetafsiriwa ni moyo, fuad wametafsiri ni moyo, sudur kifua, vilma kama hivi. Sasa tutaka tukurudi ndani ya Qur'ani tuhakikishe, je, kweli, sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Mwenyezi Mungu amejalia Qur'an ni lugha ya Kiarabu, imekuja kwa lugha ya Kiarabu ambayo ni lughatul arabiyya wa laysa lughatul arab. Kuna tofauti ya lughatul arab na lughatul arabiyya, na hii nimefafanua katika halqa za nyuma zilizopita. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vilma vyote viliomo ndani ya Qur'ani ni lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo tuangalie hiki kilma cha qulub kilichokuja ndani ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja kilma cha qulub, na qulub imetoka na kitendo cha qallaba yuqallibu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio ndani ya Qur'ani anatuambia yuqallibu Allahu al-laila wan-nahar, yani anaugeuza usiku na mchana, yani uko na pande mbili, kuna pande mbili, kuna pande moja ni usiku na pande moja ni mchana. Ndio Mwenyezi Mungu akatuambia yuqallibu Allahu al-laila wan-nahar, anaugeuza. Kwa hivyo kilma cha qallaba yuqallibu ni kugeuza, yani ni kitu kiko na pande mbili ukageuza ikawa na upande ukageuza upande mwingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an ametaja kilma kama hichi, na hiki kilma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaja anatuambia katika suratul Hajj aya ya 46. Mwenyezi Mungu anasema afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, qulubun yaqiluna biha. Sikiza vizuri, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au adhanun yasmauna biha. Mwenyezi Mungu Subhanahu kisha akaendelea akasema fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Na kwenye aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia walaqad dhara'na li jahannama kathiran min aljinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye aliyetumba, kwa hivyo yeye ndiye anaijua kila kiungo na kazi yake. Mwenyezi Mungu yeye ndiye aliyotumba, aloumba huu mwili, na yeye ndiye mjuzi zaidi wa kujua kiungo hichi kazi yake ni kitu kadhaa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati aliposema walaqad dhara'na li jahannama kathiran min aljinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Kwa hivyo hii qulub ndiyo inaofanya mwanadamu awe ni mwenye kufahamu mambo. Qulubun la yafqahuna biha, adhanun, masikio, la yasmauna biha, masikio kazi yake ni kusikia, ayunun, kazi yake ni kuona. Kwa hivyo qulubun kazi yake ni kufahamu, ni kuelewa mambo. Je, mambo tunaelewa kutokana na huu moyo ama kwa kutokana na akili? Je, kufahamu mambo, fiqhi, ufahamu wa jambo unatokana, uko na uhusiano na moyo ama uko na uhusiano na akili? Hili ni swali mwanadamu jiulize.
Ukiwa utatafsiri kwamba lahum qulubun la yafqahuna biha, Mwenyezi Mungu amesema lahum qulubun. Ukisema wana nyoyo, wana mioyo lakini hawafahamu. Je, moyo kazi yake ni kufahamu? Yani moyo hunu hapa kazi yake ni kufahamu? Muulize hata mtoto wa darasa la 5 anayesoma skuli darasa la 5, umuulize nini kazi ya huu moyo ambao kwamba tunaoita heart. Atakwambia kazi yake huu ni kupampu damu, wala sio kufikiria, wala sio kuwaza, wala sio kupambanua mambo. La, abadan, hauna uhusiano wowote huu moyo na kuhusu kufikiria, kuhusu kufahamu, kuhusu la. Huu moyo kazi yake ni kupampu damu. Lugha ya Kiarabu imetumia kalbu kwamba ni huu moyo, kwa sababu huu moyo nao kazi yake unakufanya wewe, hadha qalbu yuqallibuka min alhayati ila almauti, ndo kaitwa qalbu kwa lugha ya Kiarabu, bilughati alarab walaysa bilughati alarabia, la bilughati alarab. Kwa lugha ya Kiarabu tumeita, babu zetu wameita qalbu huu moyo kwa sababu yuqallibuka min alhayati ila almaut. Huu moyo ukistopu wewe umekufa. Moyo unapostopu, damu haitembei, wewe kuisha, umeshakufa. Kwa hivyo ndo wakauita qalbu. Lakini Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an, qalbu anamaanisha kwamba ni akili. Qalbu anamaanisha ni akili, kwa sababu akili ndiye yenye kufahamu vitu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema lahum qulubun la yafqahuna biha, yani wako na akili lakini hawafahamu. Sio mioyo. Moyo kazi yake sio kufahamu, moyo kazi yake ni kupampu damu. Na ndio mtu hata akitiwa moyo wa mnyama, kuna watu wanaishi na mioyo ya wanyama, wamekuwa transplanti na mioyo ya wanyama anaishi. Je, yule alokuwa transplanti moyo wa mnyama, je, anafikiria fikra za kinyama? La, hafikiri fikra, anafikiria zile fikra za kimwanadamu, kwa sababu moyo kazi yake sio kufikiria, wala sio kuwaza, wala sio kupambanua mambo. La, kazi yake ni kupampu damu huu moyo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema lahum qulubun la yafqahuna biha, wako na akili. Qulubu kwa sababu qalbu, Mwenyezi Mungu ameita akili qalbu kwa sababu akili Mwenyezi Mungu ametuletea Qur'ani, na Qur'ani ni uongofu. Kwa hivyo hii Qur'ani unapotumia akili yako ndio yuqallibuka minadh-dhulumati ila an-nur au minaljahli ila almaarifa. Hii akili ndio inakufanya wewe ubadilike kutoka katika ujinga uingie katika uwerevu, ama kutoka katika kiza uingie katika mwangaza. Ndio Mwenyezi Mungu ameita qalbu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye mjuzi wa zaidi wa hivi viungo tulivyo navyo. Ndio Mwenyezi Mungu amesema lahum qulubun la yafqahuna biha, akili ndiyo ya kufahamu. A'yunun la yubsiruna biha, macho kazi yake ni kuona. Adhanun la yasmauna biha, masikio kazi yake ni kusikia. Kama alivyozipangilia ufahamu, kitu cha kufahamu ni akili, na kitu cha kuona, kiungo cha kuona ni macho, kiungo cha kusikia ni masikio. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kilima cha qalbu ndani ya Qur'ani ni akili. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye suratul Hajj hii aya 46 akatuambia afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun la yaqiluna biha, kwa sababu qalbu kazi yake ni alfiqhi wa taaquli wa shuuri, ihsasi, pia yote imeingiana kutokana na hapo. Kwa hivyo qalbu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoitaja ndani ya Qur'an anamaanisha akili. Ndio hapa akasema lahum qulubun yaqiluna biha, kisha akasema au adhanun yasmauna biha fa innaha la ta'mal absar. Mwenyezi Mungu anasema la ta'mal absar,
Kipofu sio kwamba ni upofu wa macho, anauzungumzia Mwenyezi Mungu, hazungumzii upofu wa macho. Mwenyezi Mungu anazungumzia upofu gani? Anatuambia walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Upofu anaozungumzia hapa Mwenyezi Mungu ni upofu wa akili. Yani Mungu amekupa akili, lakini akili kama ile wewe huitumii chochote, iko basi. Una akili lakini iko basi. Ni wale ambao kwamba inna wajadna abaana hadha ma wajadna abaana, hata kufikiria yule babu yake aloyasema amekufuru, yule babu yake aloyasema amekosea, la hataki kujua. Hao ndo wanaozungumzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Mwenyezi Mungu anasema lakini upofu ni upofu wa akili, allati fi sudur, ambao kwamba akili kama hiyo iko kwenye ubongo. As-sudur ni ubongo, as-sudur ni ubongo, na ndio kwenye lugha ya Kiarabu sisi tunaita dimagh. Kwa hivyo as-sudur ni ubongo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alisema walakin ta'mal qulub allati fi sudur, lakini upofu ni ule upofu wa akili ambao kwamba akili yenyewe iko kwenye fi sudur, na kwenye sudur ambao ubongo kuna kazi nyingi, kuna ala nyingi ambazo kwamba za mwanadamu kuwaza, kufikiria, ihsas, zote ziko ndani ya hisudur. Ndiyo shetani anapomtia wasiwasi mwanadamu, humtia wasiwasi kwenye ubongo wake. Yuwaswisu fi suduri nasi, sio kwenye vifua, la abadan. Kifua hakina mahusiano yoyote na shetani wala wasiwasi wowote, la. Mwanadamu anapokuwa na maradhi ya wasiwasi, je, anaenda kwa daktari gani? Mwanadamu anapokuwa na maradhi ya wasiwasi, kawaida anakwenda kwa yule daktari ambaye kwamba anajulikana kama psychiatrist, ndio anakwenda kwa huyo, lakini haendi kwa daktari wa kifua mwenye maradhi ya wasiwasi, la, anaenda kwa daktari wa akili. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia kuhusu shetani asema yuwaswisu fi suduri nasi, kwa sababu shetani anakuingia kwenye akili yako, ufahamu, anakutia wasiwasi kwenye ufahamu wako, anakutia wasiwasi kwenye shuur, kwenye ihsas, na zote zimo hapa, lakini haina uhusiano na kifua, la abadan. Twende kwenye kilma cha afuad. Kwa hivyo qalbu ni akili, as-sudur ni ubongo, na kisha tumalizie na kilma cha al-fuad. Na kwenye halka za nyuma nimeelezea kwamba fuad ni hasatul aqli. Hasatul aqli Mwenyezi Mungu ameita al-fuad, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye ile sura ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa azungumzia, suratul Najmi, asema ma kadhaba al-fuadu ma raa. Ma kadhaba al-fuadu, yani hasatul aqli, hazikusema urongo, yani hazikudanganya zile hisia za akili. Yani Mwenyezi Mungu anazungumzia kuhusu ndoto, kwa sababu hisia ya akili mchana huwa inafikiria, unafikiria mchana ukiwa uko macho, huwa unafikiria, lakini ukiwa umelala akili yako haifikirii, bali unaona picha ambao ndio ndoto. Na ndio utakuta sana mwanadamu ukiwa wakati wa mchana unafikiria jambo sana, usiku huwa unaliota jambo kama lile. Na ndio hata Nabii Allah Ibrahim alipokuwa akifikiria sana atabaruku kwa Mwenyezi Mungu kitu gani, akawa hajui. Sasa na zamani ilikuwa watu wakitabaruk wakienda kwa masanamu wao, wakitabaruk mwanadamu huchinjwa, wakiokota wanadamu, ama wakienda wanunua kwenye masoko, ama kuwashika kwenye miji, kisha wakaenda wakatoa tabaruk kwa masanamu wao kwa kuwachinja. Nabii Allah Ibrahim naye anafikiria jambo gani atoe. Sasa akaona mimi afadhali nitoe jambo bora, watu sienda kuchukua watu wengine ambao si watu wao, wacha mimi ni tabaruk na mwanangu mwenyewe. Yani akaona hiyo ndio tabaruk kubwa ya kuitoa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio ile kufikiria sana, ndio akawa ni mwenye kuota wakati wa usiku yale aliyokuwa akiyafikiria. Kwa hivyo fuad ni hasatul aqli, ni hisia ya akili
ambapo wakati wa mchana huwa wewe unafikiria, lakini wakati wa usiku huwa akili haifikirii bali inaona picha. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaja zile hawas akatuambia, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada. Sam'a ni hasatul al-udhun, basar ni hasatul ain, na alfuad ni hasatul aqli. Hizi ni hisia Mwenyezi Mungu amezitaja kwa mpangilio. Kwa hivyo ndugu Waislamu, tumejua leo kwamba kalbu ndani ya Qur'ani sio moyo, wala haina ilaka yoyote na moyo, haina mafungamano yote na moyo. As-sudur ni ad-dimagh ambao ni ubongo, na al-fuadi ni hasatul aqli. Na hii ndiyo tafsiri ambayo kwamba sahihi inaendana na siyaki ya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuacheni kuwatukuza mababu zetu na turudini katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, tukisome na tufahamu kwa kaida alizoziweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambazo zimo ndani ya Qur'ani, ili tuwe ni aqrabu ila sawabi, tuwe karibu zaidi na wenye kupata na wenye kufahamu maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Babu zetu wamefahamu kulingana na ufahamu wao na fikra zao na zama walizokuwa wakiishi, na sisi tuna haki tufahamu kulingana na zama tulizo sisi na fikra Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizotupatia sisi. Wa ila liqa'in akhar bi mashi'atillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.